Busu la usaliti. Naam, karibu sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani. Ninakukaribisha katika makala nzuri na stori nzuri sana ya kusisimua katika siku hii ya leo, ambayo inakwenda kwa jina la Busu la usaliti. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Cheazi. Karibu. Kulikuwa na mtu mmoja, jina lake anaitwa Samsoni, mtu mwenye nguvu zisizo za kawaida. Aliwashinda maadui, alivunja minyororo na kuangamiza simba kwa kutumia nguvu zake mwenyewe. Samsoni alikuwa na Mungu juu yake katika kipindi chake chote cha maisha. Mungu alitembea naye na akamtunuku nguvu hizi zote kwa sababu alipata neema na fadhili mbele za Mungu. Samsoni hakuangushwa kwa vita. Samsoni, mtu mwenye nguvu nyingi sana, mtu hodari wa vita, mwenye kuua simba, mwenye kukata minyororo, aliangushwa na kutoweshwa na nguvu za mapenzi. Samsoni alijipata mikononi mwa binti mmoja, jina lake anaitwa Delila. Sauti ya Delila ilikuwa ni sauti laini sana, na maneno yake yalikuwa ni maneno matamu sana. Delila alifanikiwa kuuteka sana moyo wa Samsoni. Samsoni akajikuta katika tanzi nzito ya kipenzi chake Delila. Kila siku Delila alikuwa akimuuliza Samsoni, niambia siri ya nguvu zako. Samsoni akiwa katika hali hiyo alikuwa akimdanganya siku zote Delila. Na Delila alijaribu sana kuingia katika mtego wa Samsoni, lakini hakuweza kufanikiwa kujua asili na siri ya nguvu za Samsoni. Samsoni aliona hii hatari, lakini hakutaka kutoka mikononi mwa Delila. Lakini siku moja Delila akasema kwa sauti ya huzuni, umekuwa ukinidanganya, kumbe unipendi sana. Maneno yale yakamgusa moyo Samsoni, si kwa sababu yalikuwa ni maneno ya kweli, bali yalimgusa tu kwa sababu yaligusa ndani ya moyo wake na hisia zake. Hivyo mara nyingine akiwa amelala mapajani pake Delila akaendelea akamwambia Samsoni, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia siri ya nguvu zako nyingi. Na hapo ndipo tanzi ilipoanzia ya Samsoni kuingia katika mtego wa Delila. Samsoni bwana akatoboa siri, akamwambia Delila hivi, wembe au kupita kichwani pangu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu, na nikinyolewa ndipo nguvu zangu unitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Samsoni alipoitoboa siri ile, sasa ndipo kazi yake ilipokwisha. Usiku ule ule nywele zake zikakatwa, na wakati akitendewa mambo hayo, nywele zake ziliponyolewa tu, uweza wa Mungu ukatoweka juu yake. Neema iliyokuwa juu ya Samsoni ikatoweka, ulinzi wa Mungu ukaondoka, na kila kitu ambacho Mungu alikiacha mikononi mwa Samsoni kikaondoka. Na Samsoni alipoamka alfajiri ya siku iliyofuata, akifikiria kwamba bado ni yule yule, lakini hakujua maskini ya Mungu ya kuwa tayari Mungu alikuwa amekwisha kumwacha. Na baada ya hapo Wafilisti wakamfuata, wakamkamata Samsoni, wakampofusha macho, wakamtoboa macho, akawa mfungwa, akawa kichekesho mbele za Wafilisti wote, akawa ni mtu wa kudhihakiwa,
akawa kama mdoli na toy, akawa ni chombo cha kusikitisha sana machoni pa wale waliokuwa wanamfahamu Samsoni. Lakini mambo hayo yote yalimpata Samsoni kwa sababu ya mambo yale yale hata sisi ambayo yanatukumba katika maisha yetu. Samsoni bwana aliambiwa tu neno hili, kumbe unipendi. Kwa ubembelezi mzito wa Delila, Samsoni akajikuta anatoboa siri. Alipoitoboa siri hiyo, matokeo yake Samsoni anaangamizwa, anatobolewa macho, anatendwa vibaya sana. Naam, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, leo fahamu mambo haya. Sio kila anayesema na kupenda anakuwa na kutakia mema. Adui hutumia hisia zako kukuangusha. Samsoni hakuangushwa kwa nguvu, bali aliangushwa kwa maneno matamu ya ubembelezi wa Delila. Kwa hiyo usikubali kuthibitisha upendo kwa kuvunja ule upendo ambao Mungu ameuweka kwako, kwa sababu wakati mwingine kile unachofanya kuthibitisha upendo hicho kinachokuangamiza. Ni kama Samsoni alivyojitahidi kuonesha upendo kwa Delila, akifikiria kwamba anamridhisha Delila, kumbe anamkosea Mungu. Kila ambacho alikitunza kwa kipindi kirefu na Mungu wake anakibomoa kwa sababu tu ya mapenzi. Take care of love. Chunga hisia zako zisije zikakuvunjia upendo ambao Mungu anao kwako. Na mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, huo ndio mwisho wa makala yetu nzuri katika siku hii ya leo, ambayo inakwenda kwa jina la Busu la Usaliti. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Chazi. Niko katika YouTube, TikTok na maeneo mengi ya mitandao ya kijamii. Like, share, comment. Bye. Na Mungu awe pamoja nawe. Kumbuka hili, usiusahau upendo wa Mungu kwa upendo wa hisia.